Baba mgurumo ni ule ule. Sauti ile ile baba ya kipenzi cha wana, the love voice. Bwana, ngoma inasonga mbele popote pale ulipo ndani na nje ya Tanzania. Yes, ni barabara kabisa. Bwana wako ni yule handsome boy DJ Sunil, the love voice, kama kawa kama dawa. Wananiita hivyo lakini sijui wanamaanisha nini. Yes, lakini mimi nazidi kusogea mbele sambamba zaidi katika mashine ya kibabe hii hapa. Ni bonge la picha la mwaka 2026. Mwaka huu tumetoa mashine kali sana. Kuna ile picha inaitwa Forest Blood, kama hujaiona itafute, ni bonge la mashine. Lakini pia kuna dude moja inaitwa Kill the Order ama Kill Order. Yes, hilo pia ni jabali la mwaka 2026. Usikose itafute hiyo kama hujaiona. Lakini kuna hii hapa na kuna jabali lingine linakuja wanaita Blooded Eagle. Hiyo mission to mission baba, mwanzo mwisho watu wanakimbizana balaa mno, lakini huu moto utaelewa mwenyewe. Tulia. Unahitaji kupata hizi picha bila pressure? Basi wewe ni nyakati zako sasa kujiunga na grupu special ili mambo yaende safi kabisa. Yes, unapojiunga kwenye grupu letu basi upitwi na uhondo huu wa moto pindi ambako tunatoa. Karibu sana hii hapa. Ngoma inakwenda kuanza hapa. Ni taratibu sana. Kiongozi wa timu huyu Li Zengbai, unahisi kwamba anaweza kutusaidia katika mpango huu? Manake kuna manufaa gani kuwa naye karibu? Anasema serikali ndio imeagiza hivyo, kuna bidi tufanye hivyo, manake uongozi mkuu. Sasa sisi hata tukidadisi hakuna maana yote. Sawa, uongozi mkuu ndio umedadisi. Ghafla kuna signal inaingia hapa, kuna taarifa, bidi kusikiliza na kusoma na kuziandika. Wataalamu pekee wanaweza kusoma hizo kodi zinazotumwa hapo. Ni aina mlio tu, unakumaanisha ni batani gani imebanyaza huko au ni nini? Basi tunapaswa kuweza kumrudisha huyu mtu mapema sana huko. Inasemekana mtu huyu aliweza kumkuza huyo kijana kutoka Tokyo huko. Yeye ni Mjapani ama? Sielewi ni nani, labda anaweza kuwa Mjapani au vipi. Basi tunapaswa kuweza kuwa makini katika hili. Inasemekana anaitwa Li Zengbai na huko ameshafahamika bwana. Inasemekana mzee huyu ambaye bwana Fang amekufa alifundisha katika chuo kikubwa hapa Shanghai, katikati ya mji wa Shanghai, na ni mtu special ambaye alikuwa akijaribu kuweza kufanya vitu maalum ambavyo wanaimani kwamba wakizidi kumwacha kuwa huru ilikuwa ni baraa, na mwisho amefanikiwa kumkamata, lakini amepoteza maisha. Sasa jukumu lililopo sasa hivi pekee ni kuweza kumtafuta huyu mtu kwanza, na mwita Li Zengbai. Inabidi tuende Wuhan na tufuatilie kila kitu. Sawa, subiri. Unaona kati yao hapa ndo huyu tunaipaswa kumtafuta, Li Zengbai. Anaonekana kwenye picha hapa. Mamba anakurupuka huku, kumbuka alipigwa na kuzimishwa. Anaamka sasa, haelewi yuko wapi. Bosi, anatokaje? Nahitaji kuzungumza na bosi wenu. Kisha niambie kwa nini alikuwa ananitafuta. Yaani kwa nini niko hapa? Nyinyi wapumbavu na wauliza.
反正你们肯定不是劫匪。 Nyote mnajua na sielewi kama nyinyi ni majambazi au nini. Na sielewi kwa nini mmenificha hapa. 还挺有自知之明的。 Anasema sisi wenyewe hatuelewi kwa nini. 那你们为什么非得跟我？ Ina maana mnafanya kazi bila kujua kazi gani mnafanya? Anasema wewe ni mzuri sana. Lakini hakuna noma. 当他娘的小白脸啊！ Inabidi uweze kuelewa nini cha kufanya. Sasa pale Mwamba akaona kibiliti akakibaniza namna hii. 哎，问你件事儿， 有话说有批发。 昨天晚上是怎么把我打晕的？ Anasema sijaelewa jambo gani nimelifanya jana usiku. Mwisho wa siku mmenipiga nimezimia. Eh? 我想学学啊，我 Nataka kujifunza kitu. 学学。 Nataka kujifunza nini? Namna ulivyonipiga nikazimia. Nataka ni ulivyonigonga pale mgongoni na nikazimia. 没心情收徒弟传手。 Hivi ubongo wako ni mwepesi sana kuchakachua mambo? 你是怕我学会了以后啊？ Unaogopa kwamba nikijifunza kwako nitakuwa adui siku nyingine wako? 别跟我玩这套， Unajaribu kunichokoza katika hilo. 不吃你这套。 Sikubaliana na kitendo chako. Kama utaki basi bwana. 你们老大， Lakini mwambie bosi wako maana aliniahidi hataweza kunidhuru na ataniacha. Kwa akija inabidi niweze kukutana naye kwa ajili ya kuondoka, sawa? Wewe subiri kidogo. 下雨天打孩子， Unajaribu kuzungumza mengi sana. 教你可以啊。 Naweza kukufundisha namna ya kumgonga mtu kwenye shingo na akazimia. 都说了， Lakini uwe tayari kufuatana na sisi. Basi hakuna shida. 告诉你这个 Kwanza lazima uzingatie kwamba hautaleta vurugu kwangu. Unaona maeneo haya eh? 这根静脉 Unaona hapa ni sehemu ni mshipa wa fahamu. 已经供血不足。 Unapougonga hapa ghafla unastopisha damu. 昨天你深有感触啊， Maana kwamba damu haitoenda sehemu inapotakiwa. 必须得 Hapa mtu humfanya azimie. 是出手要迅速。 Unapohitaji kufanya hivi basi kwa haraka, lakini usifanye kwa ukatili, yani gonga tu kidogo chapu. Kigonga hapo nakata moto. Ngoja. 这就完了啊！ Vipi? Unataka kujifunza kwangu? Si unipe njaribu kidogo. Wewe unafikiri rahisi hivyo babu, ujaribie kwangu mimi? Bana wewe. Maeneo hayo umesema, si ndio? Anasema ndio, ni hapa. Hapa. 耳后两指， Hapa kuna mshipa hapa. Kwa hiyo kigonga na gonga pachapa. Wewe usijaribie kwangu, nimekwambia pumbavu wewe. 得嘞啊。 谢谢你。 Asante bwana, nashukuru kwa kunifunza. Nimeona sehemu ambako mshipa upo. 卫生间里的灯。 Haya basi, mimi nitaingia zangu bafuni kwa ajili ya kujisaidia kidogo. Badilisha tanguo nini? Nyamwezi. 他娘的事儿多。这灯什么时候坏的？ 昨天晚上就不好使了，你看看是不是？ Sasa huku ulikuwa kuna fundi amekuja. Alikuwa anarekebisha jamaa wangu ana target ule mshipa. Kumbe anataka kumzimisha fundi huyu, kumbe alikuwa kuna fundi huko huko ndani. 先生， Mheshimiwa hapajaribika sana hapo. Ni kweli inabidi badilishwe tu hiyo taa. Ameingia kwenye target ya mgongoni. Ameenda kufanyia majaribio hapo. Yule fundi kumbe alikuwepo ndani amemkongota kisawasawa. Na mwisho yeye ndo akatoka kama fundi, akavaa mavazi ya yule fundi. Umerekebisha haraka hivyo? 看是这样。别想， Mtu yani ufundi yuko vizuri sana. Manake amerekebisha jambo mapema sana taa hizo. 搞什么手脚啊？ Ni kweli labda itakuwa na siri na ujuzi zaidi. Kumbe ni bwana mdogo ametoka bwana. Listen bye. Anasema hajui kwa nini amekamatwa na hawajamwambia kwa nini amekamatwa. Kwa anatafuta namna kuweza kujigomboa mwenyewe. Lakini ghafla wananchi wako nje, raia wanahangaika. Ni nini? Wanaoneshana namna hii katika nyumba ambayo wao hapo. Kuna nini huko? Wanashangaa. Inaonekana kuna moto. Moto uko wapi? Hiki kimetokea. Kisikilizia harufu kweli. Kuna harufu ya kuna moto huko ndani. Jamaa kajiwasha sijui moto. Nani kuna moto? Kuangalia yule fundi huyu hapa katishwa moto. Yes. I see. Mwanaume baada ya kusababisha kila kitu amekuja nje amebadilisha nguo zake. Safi kabisa, na wakati anachomoka. 我们什么时候走？ Anaondoka zake. 去收拾东西，往上走。 Sasa kiongozi anakuja kurudi katika maeneo haya. Anashangaa kuna wananchi wengi. Jamaa kageuza mgongo, ameisanukia hii gari. Amegeuza mgongo chapu namna hii. Huyo mshenzi ni kajanja kinyama. Listen bye. Lakini kuna mtu alikuwa anamuona na akawa anamfuatilia kwa nyuma. Watu moto ndani unatoka moshi. Sasa mwamba amefika bwana. Captain, wanamuita huyu mzao. 能不能别晃？ 王师哥，
Inawezekanaje? Unaona kilichotokea? Yaani mmemfunza kitu ghafla na wamemfunza kitu ambacho kimesababisha vurugu. Amemzimisha mtu, amekimbia. Sasa ni wakati wa kwenda kumtafuta kwanza, bila mambo kuwa mengi. 怎么了？李正白跑了，跑了。出座，李正白的在哪？ Vipi? Ilikuwaje? Wamepata taarifa upande wa pili kwamba mwamba ameonekana. 行啊，让这么个小子去， Kuna sehemu mtaalamu ameonekana. 要不是我亲眼看见，不敢相信呢。 头儿，我们办事不力，紧急责罚。责罚？ Mambo yamekuwa mengi. Sasa ni wakati wa kumtafuta. Nasema mheshimiwa, naomba nikamtafute, usijali. Nitamrudisha mapema zaidi. Lazima nimshike huyu mshenzi aliyotoroka. 等等吧， Anasema tusubiri kidogo. 我知道他在哪儿。 Najua yuko wapi. Mama amesema anajua yuko wapi. Amejuaje yuko wapi? Na kwa nini? Yes. Mzee baba huyo taratibu ameishi kama kuna mtu anamfuatilia. Mchezo na machare karudi nyuma kweli. Awe. Amewekwa mtukati. Yule mwamba aliyekutana naye kwenye kamari kule, yule mzee. Wamekutana tena. Wanataka kumjua huyu mtu ni nani, kwa nini ana uwezo mkubwa wa kucheza kamari namna hii. Habari rafiki? Tumekutana tena. Hivi kuhusu sisi, tunaweza tukakaa sehemu moja tukazungumza? Nasema mimi siendi popote. Wewe utahatarisha maisha yako. Haya, twende pamoja na sisi. 老大，那小子不傻，他能自己再回去吗？ 一般人都会这么想，可那小子不是平常人，他肯定会回去的。 Alikamatwa na akawekwa katika maeneo haya. Usiogope. Kuna machache nataka nikuulize. Kuhusu ujuzi wako ulionao. Na unaweza ukanipa mimi kile ambacho unacho, maana umeweza kunivunjia heshima kwenye kasino. Lakini mimi sina ujuzi wowote, lakini si umeweza kunishinda. Kweli kabisa. Una ujuzi kwenye kamari? Na unasema hujui kamari wakati ulinishinda kabisa. Na ulichukua hela zangu nyingi, kwa ufupi zaidi ya milioni 3 katika wakati ambao tunacheza mara ya kwanza. Lakini baadaye ulionekana umebadilika. Lakini mimi nimelazimishwa tu kwenda kwenye kasino. Sijui chochote. Inamaanisha kwamba ulikamatwa tu ukapelekwa kwenye kasino? Inawezekanaje kitu kama hicho? Huwezi kunidanganya mimi wewe. Ni kweli kabisa brother. Mimi sijui chochote kuhusu kamari. Nataka niondoke tafadhali, niache. Nahitaji kupumzika. Anasema lazima uniambie ukweli kuhusu mbinu za kamari. Sasa wewe utasema, maana hutaki kusema kwa nini? Kwa hiari basi utasema lazima. Kumbe maskini anaonekana jamaa hata hajui habari ya kamari. Ni ujanja tu alionao, amekwenda kuutumia kwenye kamari akajikuta anashinda. Yes. Lakini bwana mkubwa aliposema anajua wapi alipo, mwisho wa siku kweli bwana alifika hapa. Wale walinzi wako katika maeneo haya wa yule mzee. Sasa ni kuwadhibiti kwanza walinzi hawa. Mzee anataka kujua tekniki za kamari alizotumia bwana mdogo. Haiwezekani yeye ndo maarufu katika kasino hili, ndo maana hata jamaa alipokuwa anakula bwana mdogo anakula pesa za kutosha. Iligongwa aram kwa siri kuitwa huyu mzee ili aweze kuja kushindana naye. Yesu, kwa walinzi wanafinywa. Jamaa anasema sijui kitu, anasema naona hii ndogo, ngoja nikuongeze. Lazima unipe ujuzi na nini ulifanya. Wakati ule mtoto wa kike anakuja hapa. Ye bwana, binti anamuita yu Suyaru. Amesafisha njia. Ngoma zinazama ndani. Mzee baba anazidi kuwekewa makaratasi tu mpaka aseme ukweli. Rasifu atakufa hapa. Sema, ungana na mimi. Niambie nikusaidie maisha yako. Mbinu gani uliitumia? Ghafla mlango unagongwa. Nani? Hebu kamwangalie. Kwenda kumwangalia. Chapo kitu kizito. Wewe tena?
unanifuata huku? Hemu mdhibitini huyo. Jamaa wangu anachomoka huku huku kipigo kinatembea. Yes. Anapata bahati ya kuchomoka akiwa hai katika makaratasi mazito ambayo alikuwa amewekwa maji. Lakini upande wa pili kipigo na kichapo ndo kimeanza. Bwana, itakuwaje umshenza anataka kujua tekniki za Kamali ambazo Dogo ametumia. Na Dogo anasema yeye hajui Kamali ila ni mwepesi. Yaani kichwa chake ni chepesi sana. Ameona tu watu wakicheza namna hii ghafla akajikuta amekalili baadhi ya vitu ambavyo huenda basi vimemsaidia katika kuweza kushinda Kamali. Maana aliambiwa akiferi katika mipango ile maana yake atauawa. Na aliyemwambia hivyo ni huyu mzao, yani maana yake team leader wa jeshi hili. Ngoja tukaone inakuaje katika episode inayofuata ya mashine safi kabisa hii hapa Babu Kubwa.去我前行紧紧上